Uweledi na umakini ndo silaha kubwa ya hiki unachoenda kukifanya. Na umepewa majukumu haya kwa sababu uwezo wako ni tofauti na wafanyakazi wengi pale kazini. Na kumbuka, kazi hii unatakiwa ifanikishe ndani ya wiki moja tu. Nalijua hili afande, pia na kuahidi kulifanikisha hili mapema sana, ili kukamilisha kile mlichokitazamia kwangu. Na jambo la msingi, usisahau kunitafuta kila baada ya siku 2 ili kukupatia details. Usijali afande, ila hakikisha hawakujui wala kukuhisi wewe ni. Na kumbuka tu, ukilifanikisha hili utapandishwa cheo. Kwa hiyo nitakiwa ufanye kwa umakini mkubwa. Lakini pia usisahau kuicheza michezo yetu ile, kwa sababu kwa kutumia ile michezo itakuwa rahisi sana kwa kukuanza. Sawa afande. Basi ngoja mimi niende. Na kutakia kazi njema. Undercover, upelelezi. Afande acha kunichukulia magobore kama watu kina Juma Lokole. Afande mena sakama Maupa Sugamani. Alijua ni mami. Kama kama. Naona ni kitambo sana. Kitambo. Au si? Stay here. Hivi maelekezo. Bwana fresh. Mambo ni nini hali? Kama kawa. Kitaki nasemaje mkuu? Bwana kitaki gumu. Mzigo hakuna. Ni kama tuko jangwani. Wangu niliingia hivi. Nimedaka mzigo uji baba. Unilokuja nao. Ni bala. Unajua kama umeleta mali nzuri, sitatengeneza uaminifu sana kwa mabosi. Kwa sababu mabosi wengi wanaamini sana kinakatibu kuliko sisi. Ndio. Sasa kama una mali nzuri hapa. Sisi tunacheka goli mwanangu. Mali yenyewe hii hapa. Yaani mali ni balaa. Sasa unasikia? Naam. Inabidi itembee bei hapo tofauti. Yaani ngoma yenyewe. Kama kuku yani. Unaona chuma yenyewe. Hata nini mimi navunja hivi. Fresh. Hamna noma. Tutasoma. Hivi wewe chafu, una akili kweli? Hichi ndo nini? Kwa nataka kuniambia siku hizi unavuta bangi. Yaani naongea, alafu unaniangalia tu. Mdogo na umezidi bwana. Mbona kila siku maneno yaishu mundani? Kwa kila unachokikuta ndani nimekileta mimi. Hata kalini mimi umenikuta navuta bangi. Lini mdogo mimi navuta bangi lakini? Humu ndani tunaishi hao wawili. Kwa hiyo unataka kuniambia ni nani kaleta hivi vitu? Mbona wewe bado mdogo? Unatakiwa usome.
Mamdogo, hilo ni swala la kukaa chini mimi na wewe. Uniite bwana mwanako chafu. Nimekuta bange humu ndani. Zimefikaje humu ndani? Wewe unajua kabisa mimi sivuti bange mwanangu. Sivuti bange, mimi nasoma mamdogo. Unaanza kunivuta kama hivyo, unanishtumu moja kwa moja kwamba bange nimeleta mimi. Saizi nitakuwa niwe shule mamdogo. Nikirudi ile swala tutaliongea. Hata mibangi navuta sokwa makundi, japo pengine makundi. Kuna muda natamani nirudi kwa kundi. Najitahidi sana kumlea mtoto, lakini mbona kama nashindwa? Pita, mlango upo wazi. Shemeji, karibu. Karibu shemeji. Nashukuru shemeji. Shemeji, samahani. Sijui Dula nimemkuta. Yupo ndani anajiandaa. Oh. Naomba nitie. Okay, sawa. Mimi ni soja vitani, napeleleza wahalifu mtaani. Mimi ni zaidi ya askari, wanaovunja sheria mtaani. Nalinda amani ya nchi, nimetumwa kulinda wananchi. Anakuja. Okay, sawa. Undercover mupelelezi. Shem, nyanyua miguu kidogo niipitishe kwa chini. Upitishe dekio. Mbona umeniita ghafla sana? Kwa mimi nimekuita hapa na mambo hapa. Kuna mambo gani? Sasa mzigo unaendaje? Mzigo unakwenda vizuri. Hakika lakini Hakika. sasa hapa issue ndio kuitia hapa. Mbaya. Tani kushaingia virusi. Virusi gani? Kuna jamaa anaitwa Fande Dugo. Huyu jamaa anasikia ni balaa hapa mtaa. Sasa usiwaze, sisi tutapambana nao sababu sisi tuko makini sana. Ndio. Bali kwa kina Katiti kuna demu mmoja anaitwa Shamiti. Yule demu ni mzuri sana kwenye masuala haya kwa supply mzigo. Na kwa sababu kina Katiti mzigo ni vamba, wakati ni mzuri. Tukimshawishi tukafanya naye kazi, mzigo utafika mbali sana. Hakika lakini Mani yuko smart sana. Ndio maana nikakwambia kwa sababu mimi siwezi kumpitisha mtu ambaye yuko smart kwenye hizo biashara. unajua kweli tumepelea watu lakini sasa yani kama umemzingatia yuko fresh. Hamna vero. Inabidi tufanye tu hivi ili mzigo uzunguke fresh. Nipe kama siku moja hivi nitadiscuss naye. Alafu nitakuja naye tumkabidhi mzigo. Tutakutana basi hapa. Ngoja niingie hivi harakati nyingine chapo.
Oh, kumbe ushafika? Ndugu yangu ni ukiingia ndani kujiandaa masaa 4. Hapana, kuna vitu nilikuwa naviweka sawa. Ila sasa hivi nimemaliza. Tunaweza kuondoka. Oh, okay, sawa. Babe, I'm leaving. Okay. Undercover mupelelezi. Undercover mupelelezi. Undercover mupelelezi. Undercover mupelelezi. Mimi ni soja vitani, napeleleza wahalifu mtaani. Mimi ni zaidi ya askari wanaovunja sheria. Wewe demu umemtoa wapi? Nafikiri unajua fika kabisa kazi yetu tunayofanya. Hairuhusiwi kuwa na mahusiano na mtu yoyote yule. Basi na kama ukiona mahusiano naye, basi ni ya muda mfupi tu. Lakini naona wewe tayari ushamweka ndani. Vipi mzee? Katiti. Hilo mimi nalijua. Alafu kama unavyonijua, mimi sio mtu wa wanawake. Paka unaona huyu nimemweka ndani. Unajua kuna kitu cha tofauti amekionyesha kwangu. Isitoshe, kanihadisia background ya maisha yake yote. Kwa hiyo ninajua alivyo. Kingine ni fundi mwanangu. Oh, ni kama watoto wa kigogo mwanangu. Dula, embo acha ujinga. Mara nyingi wanakujaga hivi hivi, alafu mwisho wa siku huwa wanabadilika. Sasa sikia nikwambie. Mimi nilikuwa nakushauri. Huyu mtu naomba usiendelee kuwa na mahusiano naye. War out and be free. Mimi naitwa Maupa. Nahitaji tuongee kidogo. Ila samani, unaelekea wapi? Mimi naelekea hapo dukani. Wow. Mimi nakufahamu vizuri sana. Wewe ni Shamiti. Ndiyo, mimi naitwa Shamiti. Unafanya kazi na kina Katiti. Na sifa yako kubwa ni mfanya kazi mzuri sana. So, nimevutiwa kufanya kazi na wewe. Yaani brother, mbona unazunguruka hutaki kunyosha maelezo? Usiniambie tu kwamba ni kazi gani ili nijue. Kazi ya kusupply mizigo. Mimi mzigo wangu mzuri kuliko mizigo ya kina Katiti. Mzigo wangu kutoka Chuga unanukia kama kuku. Kwa hiyo kwa jitihada zako uweza kufanya kazi na jinsi ambavyo uko smart kwenye kazi, tutapata pesa nyingi sana. Kwa hiyo naomba tufanye kazi pamoja. Mzigo? Mzigo wa mahindi au mzigo wa maharage? Shamiti, acha kulukaluka kama mtoto mdogo. Alafu kina Katiti hawatakusaidia chochote wale, kwa sababu mizigo yao ni mibaya. Mzigo wangu mimi ni mzuri. Mzigo umetoka Chuga. Kwa hiyo naomba tufanye kazi pamoja.
Na kuhusu mzigo sijui kazi. Mimi hamna kazi nyingine ninayoifanya zaidi ya kuuza genge. Kwa hiyo sijui mzigo unautaka, sijui unataka nyanya. Yaani brother, mimi nakuvumilia ila naona unazidi tu kunichanganya. Nimeshakwambia mimi sina mzigo wote ule ninaofanya ila hutaki kunielewa. Sasa kama tumeshindwa kuelewana, mimi acha niondoke zangu. Shit. Shamiti. Sikia sasa. Ile mtoto anazingua. Kwa hiyo just to do hurry up uje tu uongee naye mwenyewe. Sawa. Hapa rodi kwenye geti jeusi hapa karibu na kuku anapiga kelele hapa. Okay, fine. Anaelekea dukani hapa. Anaelekea dukani hapa. So just to do hurry up kwa sababu kabla hajapita tena tuwe tumefika tu uongee naye mwenyewe basi. Hapo. Kiaje nivunje mahusiano. Alafu natambua kazi zetu tunazofanya. Lakini kwa huyu hawezi akawa hivyo unavyofikiria. Ana experience ya maisha vizuri sana. Hii ni kama zawadi kwangu, siwezi nikaiacha hivi hivi. Usiwe na wasiwasi na huyu. Sawa, lakini mimi nimeamua kukwambia hili mapema kabisa kabla mambo hayajawa mazito. Lakini kama umemwamini afu yuko fresh, bali ni fresh tu. Ila nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Umakini ndio jambo la msingi. Kwa sababu hii kazi tunayoifanya, nafikiri unaielewa jinsi. Nafikiri unaijua vizuri. Sio kazi ya rahisi. Twende. Sawa. Afande acha kunichukulia magobore kama watu kina Juma Lokole. Afande mena sakamani yako na saka sio kwa halale, ila ni alingumu ya mtaani. Sifanye kuzilala tuna sakamani, wananitemea nyumbani. Nisamee wewe manani, hata mibangi navuta sokwa makudi, japo pengine makundi. Kuna mda natamani nirudi kwa kundi. Undercover mupelelezi. Undercover mupelelezi. Undercover mupelelezi. Undercover mupelelezi. Freshi. Sasa sikiliza. Wewe ni mali safi nini? Umetoa habari zako huko vizuri. Yaani usambazaji wako wa kufanya kazi yani uko vizuri. Alafu isitoshe kijana wangu yule pale nimeongea naye amekusimamisha hapa, naona kama vile na hoja msikiliza. Ni jambo la umuhimu. Yaani mzigo tunaokuambia ni mzigo oji, umetoka Arusha. Mzigo wenyewe. Hivyo brother, wewe unanichukuliaje mimi? Sio hivyo, usiseme hivyo madam. Mimi nakuelekeza kwamba mzigo uko fresh. Yaani usio na wengi. Mzigo ule bado ni hakika. Wewe amia pande wetu sisi tufanye kazi, tupate hela. Mzigo ndio kuja nani ubabaishi kwenye hela. Ushaona? Kaa kijanja madam. Sasa sikiliza, achana na wagi na katiti mzigo wao kishamba. Mzigo ndio kuja nao ni konki, oji. Au amia kwetu kutupate hela madam. Unakuaje hivyo? Kaa kijanja madam. Nimeshawaambia. Sijishughulishi na hizo biashara mnazonilazimisha nikafanye. Kazi zangu mimi mnazijua. Kazi zangu mimi ni za genge. Kwa hivyo mnavyokuwa mnanilazimisha kuingia kwenye masuala yenu ya kijinga jinga, unakuwa unanichanganya. Hivyo najua kwanza hapa ninakuvumilia mimi, jua linanichoma Sikiliza madam, nisikilize. Wewe unataka ukae kijanja. Mzigo unauelewa, ni kwamba watu wanaamua kutuzimia data au unaelewa kila kitu. Wewe sikiliza, fanye kazi. Chana mambo mengine. Hawa shamba achana nao, tufanye kazi. Nataka tufanye kazi. Wechuga wewe. Naomba tusizoeane. Iwe mara ya mwanzo na ya mwisho kunifuatilia. Tutakuja kuonana wabaya. Kwa heri.
Sikia mwanangu. Unasikia? Yaani huyu manzi tutamuinda. Ule mali kinoma mwanangu. Yaani iwe juu, iwe chini. Huyu manzi lazima tuishi naye. Kuchukulia magobore kama watu kina Juma Lokole, afande mena sakamani yako na saka sio kwa halale, ila ni hali ngumu ya mtaani. Vipi? Una taarifa yoyote paka muda huu? Hapana, sina taarifa yoyote ile kwa sasa. Kwa hiyo wataka kuniambia hujaona dalili yoyote ile wala viashirio vyovyote? Hapana, hakuna jipya lolote lile. Okay, sawa. Inaonekana nafanya mambo yake kwa siri sana, ili mtu yoyote asije kumtambua. Paka muda huu unafahamu yuko wapi? Kuna muda aligombana na mke wake, wakaondoka nyumbani, ila sifahamu ni wapi walielekea. Okay, sawa. Ninachokusii uwe makini tu. Uwe na siku njema. Sawa, acha mimi niende. Acha kunichukulia magobore kama watu kina Juma Lokole, afande mena sakamani yako na saka sio kwa halale, ila ni hali ngumu ya mtaani. Sifanye kuzilala tuna sakamani, wananitemea nyumbani, nisamee wewe manani. Vipi? Mzigo ushakuja? Hapana, mzigo bado haujafika. Hata hivyo niliongea na Katiti akaniambia nisubiri kwanza. Kuanzia muda huu na kuendelea mzigo utaingia. Hebu jaribu kuongea naye basi awaishe mzigo. Maana huko kitaa watu wananisumbua sana, wanataka mzigo. Alafu mimi mwenyewe ushaisha. Sasa tunafanyaje kazi kama hiyo? Hata hivyo usijali dogo chafu. Mimi nimeshaongea na Katiti. Kwa hiyo kuanzia sasa kila kitu kitakuwa sawa. Lakini hata hivyo kuna taarifa mimi nimeachiwa. Bosi wetu amesema tuwe makini sana. Kwa sababu huko mtaani tayari wameshaanza kuja wapelelezi, wanatupeleleza kimya kimya bila sisi wenyewe kujijua. Kwa hiyo nimeona nikwambie hizi taarifa wewe kwa sababu ni mwanafunzi. Na unatakiwa uwe makini. Na mtu anayetakiwa kuwa makini sana ni wewe kuliko hata sisi. Sijui umeelewa? Yaani kuhusu makini, mwambie aondoe shaka kabisa. Yaani mimi niko makini sana hata kuliko huo umakini wenyewe. Kwa hiyo mwambie afanye chapu. Kuna wanangu huko shuleni wanahitaji mzigo. Machizi kitaa kibao wananisumbua, nataka mzigo. Kwa hiyo vipi? Hamna hata vipisipisi vilivyobakia huko, mimi nitoe kitu maana na rosto kishenzi. Dogo chafu bana. Hiyo rosto uliokuwa nayo wewe, mimi nilikuwa nayo mara mbili yake. Nimevimalizia mimi, muda sio mrefu. Kwa hiyo vimeisha. Sikuta hata wewe ndo unamaliza kazi yenyewe. Basi baridi, ngoja mimi niingie mbele. Baridi. Nimekuita hapa kwa jambo moja. Nataka nikubadilishie line ambayo utakuwa unaitumia kuwasiliana mimi na wewe. Sitaki uchanganye line yako unayotumia na line ya kuwasiliana na mimi. Kwa sababu kwa kufanya hivyo
unaweza ukashtukiwa na yakaa mengine. Hata mibangi navuta sokwa makundi, japo pengine makundi, kuna muda natamani nirudi kwa kundi. Undercover mupelelezi. Nilikuwa nimekuja kukupa taarifa tu kwamba mzigo utachelewa kuja kwa kipindi hiki. Hii yote imetokana na viongozi wa juu kubana. Inaonyesha kuna wapelelezi wanaofuatilia mzigo huu. Sasa basi, naomba muwe na subira. Umwambie Dogo Chafu pamoja na wateja wengine kwamba usubiri mzigo. Hivi karibuni utakuja. Jambo la pili, bosi alinipa taarifa nije kukuambia kwamba atakuongezea mtaji pale. Hii yote ni kuendelea kujificha kwenye hicho kivuli ili mtu yote asiendelee kukutambua kwamba wewe ni nani. Lakini jambo la kuongezea tu, unatakiwa uwe makini sana, hasa ukiwa eneo la kazi. Ujitofautishe na wengine ili wasiwezi kukutambua wewe ni nani, hasa kwenye upande wa sauti. Sijui tumeelewana? Ndio, mimi nimekuelewa. Hata mimi hili pia nalielewa. Na ndio maana napokuwa nipo mazingira tofauti, najitahidi sana kubadilisha sauti ili mtu yoyote yule asinishtukie. Lakini hata hivyo mnatakiwa mfanye haraka sana. Kwa sababu nimeongea na Dogo Chafu na alikuja hadi pale dukani. Anasema kuna watu wanahitaji huo mzigo sana. Na mimi nimekuwa nikimzungusha kila siku. Sio Dogo Chafu tu. Hata mimi na wateja wangu ambao huwa wanakujaga kuchukua. Kwa hiyo kila wanaponiulizia na wazungusha. Kwa hiyo mwambie bosi ajitahidi sana ili huo mzigo uweze kufika kwa haraka. Na kuhusu hilo la kuniongezea mtaji ni wazo zuri sana. Hata mimi nilikuwa na mpango nikushirikishe. Kwa hiyo kama mmeliwaza, naombeni mnifanyie haraka ili mradi watu wasije wakatushtukia. Hamna shida Shamiti. Cha msingi ni umakini na weledi wa kazi. Ndio jambo la msingi. Nikutakie kazi njema. Shukrani. Nakushukuru. Navuta sokwa makundi, japo pengine makundi, kuna muda natamani nirudi kwa kundi. Undercover mupelelezi. Undercover mupelelezi. Undercover mupelelezi. Sawa afande, naomba unipatie ili niwahi, maana mazingira sijaacha vizuri. Undercover mupelelezi. Sifanye kuzilala tunasakamani, wananitemea nyumbani, nisamee wewe manani. Hata mibangi navuta sokwa makundi, japo pengine makundi, kuna muda natamani nirudi kwa kundi.